Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Sala hizo zinatualika kutafakari juu ya sherehe ya leo ya Utatu Mtakatifu, Mungu mmoja, Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Kabla ya kuendelea na tafakari ya sherehe hii ya leo ya Utatu Mtakatifu, ningependa niulize swali jepesi. Nani alishawahi kumwona tembo? Aamshe mkono. Kumwona tembo msituni, kwenye picha, kwenye video, aamshe mkono. Naona wengi walishamwona tembo. Basi napenda niwape story, hadithi inayosimuliwa juu ya vipofu walioulizwa kueleza tembo alikuwa wa namna gani, tembo alikuwa anafanana nini, au alikuwa mnyama wa jinsi gani. Vipofu hao wakaulizwa swali hilo, waeleze tembo anavyofanana. Sasa wewe uliamsha mkono, aliyewahi kumwona tembo msituni au kwenye television au kwenye vitabu, unaweza kunieleza tembo ni mnyama wa namna gani? Basi ili kufahamu tembo alikuwa mnyama wa namna gani, hilo kundi la vipofu walienda kugusa mwili wa tembo kusudi waweze kubaini na kutoa maelezo tembo alifananaje. Mmoja wa hao vipofu alisema tembo alifanana nguzo au mlingoti. Huyo kipofu alikuwa amegusa tu mguu wa tembo. Mwingine alisema tembo alifanana sinia. Kipofu huyo alikuwa amegusa tu sikio la tembo. Kipofu mwingine aligusa mkia wa tembo na akasema tembo alifanana kamba. Kwa jinsi hiyo, wengine waliendelea kugusa mkonga
aliyeusa mkonga akasema tembo anafanana baragumu au vuvuzela, na mwingine aligusa tumbo na yeye akasema tembo alifanana kibuyu kikubwa cha pombe. Kila mmoja alieleza vya kwake, kila mmoja alijigamba kuwa aliyosema, maelezo aliyotoa ndiyo ulikuwa ukweli juu ya tembo. Matokeo yake walianza kutukanana, kubishana na kugombana, kila mtu akisimamia ukweli wake, hoja yake. Bahati nzuri, msafiri fulani alipita njia hiyo, akasikia magomvi yao, akawaeleza kuwa hakuna hata mmoja aliweza kumwelewa na kumweleza kikamilifu tembo alikuwa mnyama wa namna gani. Walilojua ilikuwa tu sehemu ndogo sana ya mnyama na sio ukweli kamili kuhusu tembo. Sisi Wakristo tunaishi imani yetu kama vipofu, na hasa imani yetu kuhusu Utatu Mtakatifu. Tuna macho lakini hatuoni, na pengine hatupendi kuona licha ya kuwa na macho. Mara nyingi tunapofushwa na dhambi, ubinafsi, wivu, ukaidi, ufuska, na tuoni uwepo wa Mungu katika nafsi tatu: Mungu Baba anayetumba, Mungu Mwana anayetukomboa kwa damu na msalaba wake, na Mungu Roho Mtakatifu anayetutakatifuza na kutupa mapaji yake 7. Tunashindwa kumwona Mungu katika jirani, katika ndugu zetu, na zaidi kumwona Mungu pengine katika adui zetu au wabaya wetu. Biblia inasema, na nukuu, mtu akisema kwamba anampenda Mungu hali anamchukia ndugu yake, huyo ni mwongo. Maana mtu asiyempenda ndugu yake ambaye anamwona hawezi kumpenda Mungu ambaye hamuoni. Mwisho wa kunukuu kutoka barua ya kwanza ya Yohane sura ya 4 aya 20. Na Bwana Yesu aliagiza akisema, wapendeni adui zenu, waombeeni wanaowaudhi, ili muwe wakamilifu kama Baba yenu wa mbinguni alivyo mkamilifu. Soma Injili ya Mathayo sura ya 5. Tuendelee kujiuliza maswali. Je, ni sala gani
hufanywa kusaliwa mara nyingi na Wakatoliki kuliko sala zote. Najua ni sala gani? Lakini inshallah nogimanya ili kushomwe emirundi nyingi kuliko shazo kile shazo. Nafahamu sala ipi? Asante sana. Ni ishara ya msalaba, na wengi ndivyo wanavyojibu haraka kuwa sala hiyo ni ishara ya msalaba. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Tuifanye basi, mwingine naona hujui. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Na tulibatizwa kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Ndio ilikuwa sala ya kwanza ya kutuingiza katika imani Katoliki. Tunaanza siku yetu kwa kufanya ishara ya msalaba. Tunaanza safari walio wengi kwa kufanya ishara ya msalaba. Tunaanza misa kwa kufanya ishara ya msalaba. Tunaanza sala zetu kazi zetu kwa kufanya ishara ya msalaba. Wakati mwingine tunafanya hivyo kabla ya mlo, kabla ya kula au kunywa, kabla ya kusafiri, kabla ya kufanya mtihani, au kabla ya kitu chochote unachotaka kufanya na kadhalika. Jiulize, je, uliwahi kukaa mahali fulani, kuketi mahali fulani katika ukimya na kutafakari juu ya maneno unayoyasema? Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Wengi tunafanya ishara ya msalaba zaidi ya mara 1000 kwa siku. Lakini ni mara ngapi umetafakari maana yake? Mara ngapi tumetafakari maana yake? Leo mama kanisa anatualika tufanye kazi hiyo, kutafakari juu ya sala hiyo. Sherehe ya Utatu Mtakatifu sio fursa ya kutatua au kutengua fumbo la Utatu Mtakatifu kimahesabu, kifalsafa au kiteolojia. Hata ukiamua kuacha kanisa ukaenda zako ukisema sasa mimi hatimaye na uelewa Utatu Mtakatifu kikamilifu, nitakushangaa sana na utakuwa unajidanganya, kwani hata watakatifu na wanateolojia mashuhuri kama Mtakatifu Agustino wa Hippo walikiri kuwa fumbo la Utatu Mtakatifu ni kubwa sana kuliko akili ya binadamu. Akili ya binadamu ni kama tone mbele
ya akili ya Mungu ambayo ni kama bahari. Soma Zaburi ya 40 aya 12 hadi 26 na Zaburi ya 139 aya 17 hadi 18. Swali la kujiuliza leo sio kama tunaweza kuelewa Utatu Mtakatifu kikamilifu, bali swali la kujiuliza la msingi kabisa ni hili: kama daima tunamwita Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, kwa nini hatuigi? Kwa nini hawigi maisha yao jinsi wanavyoishi? Kwa sababu Utatu Mtakatifu sio tu mafundisho. Utatu Mtakatifu ni maisha, ni maisha. Utatu Mtakatifu sio teolojia. Utatu Mtakatifu ni maisha. Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu wanaishi katika umoja kamili unaoalikwa tuishi. Wanaishi katika upendo kamili ambao wanatualika tuige. Wanaishi katika moyo wa kujitoa ulio kamili tunaoalikwa tuige. Tunajiuliza, Wakristo tuko wengi kama tunavyoona hapa, tumejaa kanisa, tuko wengi, mahudhurio kwa makubwa kanisani, na zaidi wakati wa sherehe, sikiwemo ziara, Krismasi, Pasaka, Pentekoste, sherehe ya Ekaristi imekaribia, mahudhurio makubwa sana. Kwenye hija kunakuwa na misongamano ya mahujaji, kwenye makongamano, kwenye mikesha, makundi makubwa ya Wakristo waumini, sherehe za harusi, hasa zaidi kwenye kumbi mafuriko. Lakini kanisani, wakati wa misa ya harusi, waone waumini wanawahi wapi? Mnawahi wapi? Unawahi wapi? Niambie. Ukumbini. Lakini kwa nini? Kwa nini? Ni kwa sababu mara nyingi tunapofushwa na udanganyifu. Wakristo wengi tumepofushwa na udanganyifu. Mfano, angalia mahala ambako wajazi zinatokea za gari, mtu baada ya kuokoa majeruhi anaanza kufanya nini? Kupora simu, pochi, kama ni trailer la vinywaji, la soda, la bia, unaona watu wanabeba makreti wanahamisha, kama ni sukari hapo basi magunia.
yanabebwa. Au niseme ni majambazi wametoka magerezani, ni mahabusu, si ni jamii ya pale? Udanganyifu, migawanyiko ya kisiasa, utekaji, ufisadi, dhuluma, rushwa, uzembe, ubunafu, ubinafsi, ushirikina na kadhalika vinatawala kati yetu na vinatupofusha. Inawezekana kwa sababu Mungu tunamjua kwa sehemu ndogo sana, kama wale vipofu na tembo, au pengine shida kubwa, hatujamruhusu Mungu, hatujamkaribisha Mungu katika maisha yetu aweze kuyabadilisha maisha yetu yafanane na ya kwake, aweze kutuambukiza upendo na huruma. Hatujamkaribisha na tupende kumkaribisha Mungu ndani ya mioyo yetu. Tunamwambia subiri baadaye, kamba nzinkule byangi, hebu nianze nijibofushe kidogo. Hatujamkaribisha kusudi atuambukize maisha yake ya upendo na utakatifu. Tunamwogopa. Bahati nzuri vipofu hawakumwogopa tembo, wakaenda kumgusa, wakampapasa, kila mtu akatoa maoni yake, maelezo yake. Sisi tunazuiliwa nao vipofu, hatupendi kwenda kumpapasa Mungu, kugusa, kuja kusali mara nyingi kadri inavyohitajika, yani kujilazimisha kwa mtu wa sala, bidii katika kuhudhuria misa na kusikiliza mafundisho na maelezo. Kwako naona ni mzigo. Mambo ya kujitolea kwa kanisa, kujitolea sadaka, unaona ni mzigo. Utamuelewa lini hapo Mungu? Upendi kupokea sakramenti, kuungama, penitensia, sakramenti ya kitubio, mpaka wagonjwa, Mungu utamfahamu kama uishi maisha ya sala, neno la Mungu na sakramenti. Maandiko matakatifu yanatuagiza yakisema, na nukuu, kwa hiyo mwigeni Mungu, maana ninyi ni watoto wake wapenzi. Upendo uongoze maisha yenu kama vile Kristo alivyotupenda na kwa ajili yetu akajitoa mwenyewe kama dhabihu yenye harufu nzuri na sadaka impendezayo Mungu. Kwa vile ninyi ni watu wa Mungu, basi uasherati, uchafu wowote ule au choyo visitajwe kamwe miongoni mwenu. Tena maneno ya aibu, ya upuuzi au bishi, yote hayo hayafai kwenu. Maneno ya kumshukuru Mungu na maneno ya kumshukuru Mungu ndiyo yanayofaa. Mwisho kunukuu kutoka waraka Mtume Paulo kwa Efeso sura ya 5 aya ya 1 hadi ya 4. Nikualikeni
leo tuweze kuchota mafundisho matatu kutoka sherehe ya Utatu Mtakatifu, mafundisho ya kutusaidia tuwe Wakristo kweli, tunaoungama Utatu Mtakatifu kweli, tunaomwigiza Mungu katika upendo, huruma na utakatifu. Tunaomwiga Mungu. Somani, tumwige Mungu, tusimwigize. Kuigiza ni usanii. Tumwige Mungu, tusimwigize Mungu. Fundisho la kwanza, Utatu Mtakatifu unatufundisha kwamba ukubwa wa kweli, heshima ya kweli, cheo cha kweli ni kujitoa na kutoa. Ni kujitoa na kutoa. Katika somo la Injili ya leo tunasikia na nukuu, Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee. Mwisho kunukuu kutoka Injili ya Yohane sura ya 3 aya 16. Mungu ametoa na sisi tutoe. Angalia sasa, Mungu anatoa. Baba anamtoa mwanaye Yesu Kristo, na mwana Yesu Kristo anatoa maisha yake msalabani, na Roho Mtakatifu anaendelea kutoa mapaji yake 7. Moyo wa kutoa. Bahati mbaya, jamii yetu ya leo haipendi kutoa, inapenda kupata, inapenda kuchukua kulingana na hata kuzidi urefu wa kamba yako. Baadhi wanajitajirisha kupitia ofisi walizokabidhiwa za umma, wanajitajirisha kupitia miradi ya umma ya serikali, miradi mingi inapata fedha kibao, lakini haikamiliki, na ikikamilika ni chini ya viwango. Ama pengine kama ni mwalimu amekabidhiwa karo ya mwanafunzi na mzazi, karo inapotea, haifiki mahali husika. Kwa nini mishahara inacheleweshwa? Wengi wanatafuta kujinufaisha na ofisi za umma. Wanapopata uongozi, inakuwa ni fursa ya kuchota, au wanapopewa vyeo baada ya huduma na utumishi, wanatumia fursa hiyo kufyonza, kuchukua, kuchota kulingana na urefu au zaidi ya kamba yao. Pili, fundisho la pili, Utatu Mtakatifu unatufundisha umoja. Umoja, maisha ya umoja, lakini umoja katika kutofautiana.
kama vile vidole vya mkono vinavyotufundisha. Vinatofautiana, havilingani, lakini vinafanya kazi kwa umoja, havidharauliani. Umoja, vina umoja katika utendaji. Mtakatifu Paulo mtume anawasa wa Korinto akisema, na nukuu, muwe na nia moja, kaeni kwa amani, naye Mungu wa upendo na amani atakuwa pamoja nanyi. Mwisho wa kunukuu kutoka barua ya pili ya mtume Paulo kwa Korinto sura 13 aya 11. Tofauti zetu kielimu, kisiasa, kiuchumi zisitugawanye na kuanza kudharauliana na kuuana. Tunaweza kufanya mikutano, midahalo, vikao vyetu bila kutukanana, bila matusi. Tunaweza kuwa na hoja tofauti bila kujenga uadui au uhasama. Fundisho la tatu. Utatu Mtakatifu unatufundisha huruma, uaminifu na uadilifu. Katika somo la kwanza, Mungu anajifunua kwa Musa akijitambulisha hivi, na nukuu, mimi Mwenyezi Mungu ni Mungu mwenye huruma na neema, si mwepesi wa hasira, ni mwingi wa fadhili na uaminifu. Mimi Mwenyezi Mungu ni Mungu mwenye huruma na neema, si mwepesi wa hasira, ni mwingi wa fadhili na uaminifu. Mwisho wa kunukuu kutoka kitabu cha Kutoka sura ya 34 aya ya 6. Tafakari. Taifa letu lingekuwa na sura gani endapo viongozi wangelikuwa waaminifu kwa viapo vyao, waaminifu kwa mikataba? Tafakari juu ya wafanyabiashara na wakulima wanaokuwa waaminifu, pia na wale wanaokuwa wabadhirifu, mafisadi. Tafakari juu ya raia, kama wapo wanaokataa kudanganya, kusema uongo, kutoa na kupokea rushwa au kusambaza taarifa za uongo na chonganishi. Fikiria pia vyombo vyote vya habari vingetumika kama jukwaa la kufundisha ukweli badala ya kutumika kutawala watu na kuwalisha pumba. Utatu Mtakatifu unatualika sio tu kumwabudu na kumsifu Mungu,
lakini zaidi kumuiga Mungu, kufanana naye. Kila mara tunapofanya ishara ya msalaba, tunajikumbusha kuwa tunaitwa kuiga maisha ya Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Baba anatufundisha pendo, Mwana anatufundisha utumishi, Roho Mtakatifu anatufundisha umoja. Tukijifunza kutoa badala ya kuchukua, pia kuunganisha badala ya kutenganisha, kuwa na huruma na uaminifu, hapa tutakuwa Wakristo wa kweli, wacha Mungu wa kweli, wenye kuelewa Utatu Mtakatifu zaidi ya vipofu wale na tembo. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Sasa tunaanza ibada ya kipaimara.